Habari na ujambo, na kukaribisha tena kutokea engo ya chumbani, na leo tukiwa tumeseto kabisa, tukiwa tumekaa katika mkao wa kufahamu mambo tofauti tofauti ya teknolojia kama tulivyoahidi wiki iliyopita, na leo tutajikita kwenye masuala mazima ya blockchain. Ni msamiati ambao kimsingi si watu wote wanauelewa, na mimi nipo hapa kwa niaba ya watu ambao kidogo blockchain inaweza ikawa imewapitia pembeni. Niko na ndugu yangu Pesa, habari? Salama, habari. I say salama kabisa. Habari za last week? Nzuri. Nikukaribishe bwana. Leo mezani tuko na blockchain na hatakuwa na maelezo mengi. Kwa mtu ambaye kidogo msamiati unaweza kuwa ni mgeni kwenye masikio yake, unaweza kumwambia nini kuhusu blockchain? Blockchain ni mfumo wa kuweza kuhifadhi taarifa ambao wenyewe hauhusishi mtu yoyote. Badala yake unajiendesha kwa kutumia watu wengi. Badala ya kuwa na mtu mmoja atakayekuwa na uwezo wa kuweza kutumia huo mfumo. Si ndio maana yake? Hatuna kiongozi wa moja kwa moja katika blockchain. Badala yake kuna watu tofauti tofauti. Tunaita node. Node ni muunganiko wa makompyuta mengi tofauti tofauti. Unaweza kuwa na kompyuta yako Tanzania, mwingine na kompyuta Marekani, mwingine na kompyuta taifa lingine, lakini zote zinakuwa connected. Zishaunganishwa, basi kila mmoja anaweza kuhifadhi taarifa zake kupitia nini? Mfumo wa blockchain. Vile vile mfumo wa blockchain walio wengi wakisikia huhusianisha sana na cryptocurrency. Kabla hujahusianisha sana na cryptocurrency, unatakiwa utofautishe kidogo ili upate kuielewa. Blockchain, chukulia mfano na simu. Simu ndo kama blockchain. Alafu ndani ya simu kuna kitu kinaitwa WhatsApp. Kwa WhatsApp iko ndani ya nini? Blockchain. Ndani ya simu. Sina maana yake. Kwa maana yake nini? Maana yake ni kwamba kwa mtu ambaye ana blockchain, cryptocurrency iko ndani ya nini? Ya blockchain. Kwa cryptocurrency haiwezi kurun pasipokuwa na blockchain. Ila blockchain inaweza kufanya kazi na system nyingine tofauti na nini? Na cryptocurrency. Si ndio? Kwa mtu yeyote ambaye anataka kujifunza blockchain technology ni fursa nzuri, kwa sababu blockchain ina sifa kuu 4. Sifa ya kwanza blockchain huwa tunaangalia nini? Transparency. Blockchain technology, kila kinachofanyika kiko public. Unaweza kuona kinachoendelea na kisichofanyika. Kwa hata kama mtu anataka kuibia katika blockchain, huwa ni ngumu mtu kuweza kufanyaje? Kukuibia kulingana na nini? Transparency. Si ndio? Okay. Sasa umesema kwamba kwa lugha rahisi blockchain tunaweza kusema ni mfumo, si ndio? Ambao umebeba hizo application ndogo, si ndio? For example, unaposema blockchain ndani yake kuna hiyo cryptocurrency, lakini pia inaweza sio cryptocurrency, si ndio? Kwa faida ya mtazamaji sasa, nje ya cryptocurrency ambao watu wengi tumeshazoea, mimi binafsi sijui, niwe mkweli tu, nje ya cryptocurrency sifahamu blockchain inafanya issue gani nyingine. Sawa. Kwa sababu blockchain ni mfumo wa kuhifadhi taarifa ambao ni immutable, yani ni taarifa isiyo badilika. Hivyo basi unapozungumzia blockchain unaweza kutumia katika kutengeneza mfumo wote unaotaka wewe. Angalia, tuna aina mbili ya blockchain. Tuna public na private. Tunapozungumzia public ni hizi ambazo mara nyingi tunatumia upande wa cryptocurrency. Ila private unatumia wewe peke yako au na kundi fulani la watu peke yenu. Kwa mfano, ukitaka kupiga kura hata chuoni ama sehemu yote ile, mfumo wa kupiga kura unaweza kutengeneza kwa kutumia nini? Blockchain technology. Kwa nini utengeneza kwa kutumia mfumo wa blockchain technology? Kwa sababu miongoni kati ya sifa ya blockchain, mwanzo nilikwambia kuna transparency, si ndio? Lakini nyingine ni immutable. Immutable maana yake haibadiliki. Nikipiga kura sasa hivi kwamba nimemchagua mtu fulani, ile taarifa inahifadhiwa ndani ya nini? Ya block. Block ni kama kipande ambacho kinahifadhi nini? Taarifa. Na hizo taarifa zinakuwa zinasambaa sehemu tofauti. Kwa hakuna mtu anaweza kafanyeje akabadilisha. Hiyo ndio sifa kuu. Kwa kama nimekuelewa, ninapozungumzia blockchain nazungumzia ni mfumo ambao unahifadhi taarifa in term of secure. Taarifa zozote unaweza ukashare blockchain. Sawa. Na tunaweza tukatofautisha vipi blockchain na taasisi nyingine, labda taasisi za kipesa na vitu kama hivyo? Ama ndio tunarudi pale kwenye secure? Hapana, sio hivyo tu.
Jambo lingine ambalo siulizungumzia katika sifa 4 ni decentralization. Okay. Decentralization manake ni ule mfumo wa kitu kutomilikiwa na mtu mmoja, badala yake kumilikiwa na watu wengi. Blockchain ni mfumo pekee ambao kila mtu mmoja haumiliki, badala yake ni mfumo ambao watu wengi wanakuwa wanafanyaje, wanautumia. Kuna kompyuta ziko nyingi zinakuwa connected. Hata kama ikitokea kompyuta moja ikawa shutdown, zile nyingine bado zinafanyaje, zinahifadhi taarifa. Si ndio maana yake? Na zikija kurudi zinachukua zile taarifa zinaendelea kufanyaje, kufanyia kazi. Benki ni mfumo wa centralization. Kama ni mfumo wa centralization, hivyo basi mtu anayetumia mfumo wa benki hawezi kuwa free kuweza kutuma pesa kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine. Kwa mfano, kutuma pesa kutoka taifa moja, chukulia Marekani, unapeleka Russia, lazima waanze kufanyaje, kufuatilia umetumaje pesa, umezipata wapi na wengine. Lakini blockchain unatuma pesa kama vile unavyotuma message WhatsApp. Hiyo ndio tofauti kubwa. Kwa hakuna mmiliki mmoja, hakuna masuala ya kuvalidate, na sifa nyingine waga ni nani, huwa ni anonymous. Hakuna ile haja ya kufahamiana sana kwamba wewe unifahamu mimi niweke taarifa zote, hapana. Kuna baadhi ya mifumo waga inahitaji taarifa validation, lakini kuna mifumo mingine unatuma tu kama unatuma message pasipo hata mtu kukufahamu ni nani. Sasa hapo unasema kwamba blockchain ni mfumo ambao haumilikiwi na mtu mmoja. Unamilikiwa na watu wengi. Yes. Kama unamilikiwa na watu wengi, security yake imekaaje? Kama tulivyosema, kumbuka ni immutable. Immutable manake ni mfumo ambao hata kama umekaa leo ukatuma taarifa yoyote au ukatengeneza transaction yoyote, inahifadhiwa hapo hapo dakika hiyo hiyo. Okay. Kwa hiyo ni mfumo ambao kila mmoja anapata taarifa, na kila kompyuta ambao tunaziita nodes zinahifadhi hizo taarifa kila muda. Okay. Sawa kabisa. Kwa introduction hiyo nadhani mtazamaji anayotutazama so far so good atakuwa ameshapata mwanga kidogo kuwa blockchain ni system ambayo ina compile ama inachukua hizo system ndogo ndogo kwa minadhiri ya kuhifadhi. Sasa mtazamaji anaposikia pesa kidigitali tunamuelewesha vipi? Pesa ya digitali hususa kama Bitcoin, si ndio? Tunazungumzia cryptocurrency kwa ujumla. Haya. Cryptocurrency kwanza ni mfumo ambao uko ndani ya blockchain. Ni mfumo wa kifedha ambao umetengenezwa kwa kutumia blockchain technology. Si ndio? Dhamira kubwa ni kutengeneza mfumo ambao ni transparent, secure na watu wawe free kutumia. Vile vile mtu awe anonymous. Anonymous, ukiwa benki huwezi kutengeneza akaunti ya benki na ukahifadhi pesa pasipo watu kufahamu taarifa zako zote. Lakini katika blockchain technology unahifadhi taarifa, unahifadhi pesa, unatuma pesa pasipo kujua taarifa yako yoyote ile. Hiyo ndo jambo kubwa la kuelewa katika nini, fedha za kidijitali. Sasa kuna swali la kujiuliza hapa. Kwa nini ilianzishwa cryptocurrency? Okay, sawa, nishakuelewa. Kwa nini crypto ianzishwe? Kama ukiangalia hizo sifa 4 nilizokutajia, utatambua kabisa kwamba kweli crypto ili deserve kuanzishwa. Decentralization. Angalia sifa ya pili nakwambia immutable. Yaani kutobadilika. Si ndio maana yake? Kaangalie sifa kama transparency, uwazi. Alafu kaangalie sifa ya mwisho anonymous, kutofahamika. Chukulia kwa mfano huko Tanzania. Mimi niko Kenya. Unanitumia mimi pesa. Pesa yako ni milioni 500 unataka kunitumia mimi. Unafikiri kutuma milioni 500 kutoka Tanzania kwenda Kenya, milioni 500 watanikata shilingi ngapi? A lot of money. A lot of money. Katika cryptocurrency ni tofauti. Kutuma milioni 500 kutoka Tanzania kupeleka Kenya ni sawa na mtu atakayetuma shilingi 1 kutoka Tanzania kwenda Kenya. Inategemea na nini? Na aina ya chain unayoitumia. Chukulia kwa mfano unatumia USDT. Nikituma USDT kwa kutumia BNB kwa mfano, Binance, BNB chain kutoka Tanzania kupeleka Marekani milioni 500 ni sawa na 0.1 hivi USD. Faida inapatikanaje hapo? Ambao ni kama dola, ni kama shilingi 200.
Sasa mbona kama mfumo unajionyesha kwa hasara? Tutaangalia vizuri. Kwanza angalia kitu kama hicho. Yaani unatuma fedha nyingi kutoka taifa moja kwenda taifa lingine, lakini unakata shilingi 200 tu. Ni fedha ndogo sana. Kwa transaction fee iko chini sana. Si ndio? Lakini pia masuala ya usalama, kutosumbuliwa, labda kwa nini umepata hizi pesa, si unajua? Lazima serikali ifahamu. Lakini kwenye crypto hakuna kitu kama hicho. Umeuliza kwamba inapataje faida? Inapataje faida? Sawa, asante. Mfumo haukutengenezwa kwa ajili ya mtu mmoja apate faida. Hata hiyo transaction fee unayoiona hapo haipo kwa dhamira ipatikane fedha ili mwingine awe tajiri, hapana. Ni kwa lengo la kuwalipa watu tunaita validator. Validator ni wale watu wanaomiliki kompyuta kuweza kufanya huo mfumo upatikane muda wote. Ndio maana hiyo pesa ndogo inayopatikana ni kwa ajili ya kuwalipa hao watu. Hiyo sio kwa ajili ya mtu mmoja awe tajiri kwa sababu ya transaction zako tu. Hapana, ili kwa ajili ya kufanyaje? Kuendesha mfumo. Sawa kabisa. Kuna tofauti gani kati ya cryptocurrency na Bitcoin? Cryptocurrency na Bitcoin. Nashukuru sana. Mwanzo tulitoa mfano blockchain na nini na cryptocurrency. Crypto iko ndani ya nini? Ya blockchain. Bitcoin iko ndani ya cryptocurrency. Si ndio? Ni kama vile battery la kutuma pesa ndani ya WhatsApp. Simu ni blockchain. WhatsApp chukulia ndo nini? Cryptocurrency. Ile sehemu ya kutuma message ni nini? Bitcoin. Ni Bitcoin. Okay. Umeelewa vizuri hapo eh? Okay. Kwa Bitcoin iko ndani ya nini? Cryptocurrency. Kwa cryptocurrency tunavyozungumzia ina cryptos. Yaani hizo coin mnazoziita ziko nyingi sana. Sio tu Bitcoin. Na wala sio tu Monero. Kwa sababu wale wengi wanaifahamu Bitcoin, Ethereum na BNB. Lakini Monero na Bitcoin huwa ni maarufu sana dark web kulingana na nini? Na security layer ya Monero. Monero I think namba 2. Okay. Maana hapo kuna mkanganyiko kweli. Kuna mtu ambaye tunamchanganya na kumwambia cryptocurrency Bitcoin. Cryptocurrency Bitcoin. Sasa tumesema kuwa Bitcoin ni sehemu ya kitu kinachopatikana ndani ya crypto. Ni aina ya crypto. Ni aina ya crypto. Ndio maana nikasema iko ndani tu. Iko ndani. Yeah, ni kama unasema fedha, alafu kasema shilingi, ukasema kwacha. Kwa hiyo ukisema labda shilingi ndo Bitcoin, kwacha ikawa ndo nini? Ethereum. Si ndio maana yake? Kuna tofauti gani kati ya Bitcoin na hizo coin nyingine? Bitcoin na coin nyingine. Asante. Bitcoin ni coin kama coin nyingine. Lakini tofauti ya coin moja na coin nyingine zinatofautiana kulingana na jinsi zilivyotengenezwa. Bitcoin tunaweza kumtofautisha na Ethereum. Lakini Bitcoin huyu ukaenda kumtofautisha na nani? Na Monero. Monero architecture yake ni tofauti na Ethereum, tofauti na Bitcoin. Bitcoin wakati anaanza kupata jina ndo tunaitaga ni coin ya kwanza, lakini so actual ya kwanza, hapana. Ila ni ya kwanza kufanikiwa. Kwa hiyo ilikuwa na madhaifu kadhaa pamoja na ubora wake wote. Yale madhaifu yalikuja kusolviwa na Ethereum. Si ndio? Na baada ya Ethereum kusolve yale madhaifu ya Bitcoin, na yeye juu yake akaruhusu watu wengine watengeneze coin juu yake. Na ndipo wengine wakaanza kutengeneza coin. Kwa Ethereum ametoa mchango mkubwa vile vile, ingawa Bitcoin tunamchukulia kama mother kwa sababu ndo wa kwanza kufanikiwa. Nice. Kuna swali ambalo najiuliza. Yaani ilikuwaje wakafikiria kuanzisha cryptocurrency? Yaani nje ya zile faida ambazo tulizitaja mara ya kwanza. Sababu ninaamini ya kwamba hata hizo benki na taasisi nyingine za kifedha bado zilikuwa zina uwezo mkubwa tu wa kupunguza hizo fees na vitu kama hivyo. Lakini kufanya security layer iweze kuwa very hard. Lakini cryptocurrency sio masuala ya ubinafsi pia. Ubinafsi? Nashukuru sana. Chukulia kwanza kwa mfano. Katika maisha unaoishi. Umekaa nyumbani kwako. Unafundisha somo ambalo halipendwi na watu wengi. Ama maybe limekatazwa. Kumbuka ukienda upande wa YouTube,
YouTube afadhali miaka hii imekuwa free sana. Miaka ya nyuma kuna baadhi ya masomo yalikuwa yanafanyaje? Yanakatazwa. Nafikiri hata hiyo unalifahamu. Lakini ukienda dark web inaruhusiwa. Wewe ni mwalimu unafundisha watu dark web. Unataka uwe paid. Na kumbuka unapokuwa paid katika taifa lolote, fedha ikawa nyingi, lazima taifa lifahamu umepataje hiyo pesa. Si ndio? Tumekulipa kutumia nini? Benki. Lazima uangalie imetoka wapi na unapataje fedha. Hiyo pia ni sababu kubwa iliyowafanya watu wengi waanze kufikiria chini kwamba okay, nimetoa maarifa yangu labda dark web. Nalipoaje pesa kirahisi pasipo kufahamika na mtu yote, kwa sababu dark web pia ni anonymous. Ndio ikaja hiyo cryptocurrency. Kwa hiyo ni wazo kubwa sana anonymous. Lakini sio kama huoni kama ni njia ya utakatishaji wa fedha? Hapana. Kumbuka, kile unachokiona wewe katika maisha kina faida na hasara. Ndani ya crypto, mtu yote akikuibia fedha kumkamata ni ngumu. Ukiamua kufanya wizi au ubadhirifu wote wa kifedha serikalini ama sehemu yote ile, ukapeleka katika mfumo wa crypto, vile vile bado utakuwa secure zaidi kuliko katika mfumo wa kibenki, kwa sababu unakuwa nani? Anonymous, ufahamiki. Kwa hiyo hapo inaweza ikawa ni njia utakashaji wa pesa. Ukiamua kutumia katika njia hiyo ni sawa, lakini dhamira kubwa sio hiyo. Okay. Lakini vile vile unataka uangalie faida nyingi. Pamoja tumeangalia tu faida zake hizo za crypto, lakini unaweza kuangalia hata upande wa traders. Cryptocurrency ndio pesa pekee ambayo ina high fluctuation. Fluctuation tunazungumzia ku-rise na ku-fall. Kwa hiyo inapopanda juu na inashuka. Chukulia kwa mfano 2021 Bitcoin ilikuwa 50,000 na tunaitafuta 60,000. 2022 Bitcoin ilifanikiwa kushuka mpaka $17,000. Leo hii Bitcoin ni laki na. Mpige hesabu mwenyewe kwa kutumia akili yako. Bitcoin inashuka inafika $10,000 na una pesa yako kawekeza. Sasa hivi ungekuwa na pesa kiwango gani? Pesa nyingi sana. Bitcoin hiyo ishia kufika $3,000. Sio miaka 10,000 iliyopita, hapana. Ni mwaka 2020 kipindi cha corona. Aliwekeza mwaka huo, kufikia mwaka 2021 itakuwa ni shilingi ngapi? Ana hela nyingi. Ni hela nyingi, si ndio? Kwa hiyo pia ni faida kubwa. Kwa hiyo mwanzo faida zake zile za kwanza si tu zilifanya kazi kwa kipindi kile, lakini hata wale traders walitumia hiyo opportunity kama sehemu ya kupata fedha. Fluctuation yake ni sehemu ya mtu kufanyaje? Kupata pesa. Okay, sawa. Wakati unazungumza kuna namna nilikuwa najaribu kufikiria. Sababu zinazofanya hiyo frustration ije kupanda na kushuka kwa coin. Ni nini hasa kinapelekea? Asante. Hiyo ndio swali muhimu sana. Na ni swali ambalo linahitaji sana muda mwingi kuweza kufanyaje kulielezea kwa kina. Ila kwa ufupi ili mtu aweze kuelewa tu kirahisi. Chukulia ili coin iweze kupanda inahitaji kitu gani? Chukulia hela ya kawaida shilingi. Shilingi ili iweze kupanda ni lazima, kama ndo hela yetu kuu ya ndani, tunatakiwa tutoe bidhaa toka taifa letu tupeleke mataifa mengine. Mataifa mengine yakinunua bidhaa zetu, shilingi yetu inafanyaje? Inapanda. Si ndio maana yake? Ikitokea kwa mfano taifa lolote likapata vita. Likishapata vita, maana yake alitoe bidhaa kutoka taifa lake kupeleka mataifa mengine, inakuwa ni ngumu. Kwa maana yake ile fedha inafanyaje? Inashuka. Ni kama cryptocurrency. Cryptocurrency inategemea traders. Kadri watu wanavyozidi kuitumia crypto ndio jinsi inavyozidi kufanyaje? Kupanda thamani. Kuna baadhi ya kampuni zikiintegrate nayo, kwa mfano kampuni ya kuuza vitu, mfano kama ni Amazon. Amazon alikuwa na integration kidogo na Bitcoin kwenye baadhi ya sehemu. Mpaka watu wa cryptocurrency walikuwa wanahifadhi taarifa kupitia nini? Amazon. Kwa Amazon 2021 ilirise kwa sababu hiyo. Lakini mwaka 2022 Bitcoin, huyo pekee, Amazon na kampuni nyingine zilijiondoa kabisa katika integration hiyo. Kwa kujiondoa kwake kunapunguza nini? Usability. Yaani watu kutumia hiyo crypto. Kwa kupunguza usability ni sababu kuu ya kushuka kwa crypto. Vile vile events 2020 ilitokea corona. Bitcoin mwaka 2019 ilikuwa ni 17-19 kama sijakosea.
lakini ilishuka toka 17 USD mpaka $3,000. Kwa nini? Event ipi? Corona. Corona inasababisha nini? Inasababisha crypto isitumike. Ingawa corona ilikuwa ni opportunity nzuri ya kuifanya crypto itumike, lakini sasa kampuni hazikuikubali. Lakini kama kampuni zingeikubali kipindi cha corona, basi crypto ingepanda, Bitcoin ingeweza kupanda. Na ninapozungumzia crypto inakuwa lugha nzuri. Nazungumzia Bitcoin kwa sababu wengi wamependa sana kutumia neno Bitcoin. Lakini crypto zote zinafanyaje? Zingepanda. Hapo kuna swali jingine limeibuka hapa. Ni sababu zipi ambazo zinapelekea sasa mpaka muda mwingine kuna cryptocurrency inang'atuka kutoka kwa baadhi ya watu ambao wanafanya nao kazi? Mfano kama kung'atuka kwa cryptocurrency Amazon. Inategemea na wao tu, kwa sababu zile ni agreement za kwao. Kwa mfano, una kampuni yako, umeruhusu Bitcoin iweze kufanyaje? Ifanye kazi na wewe. Kwa miaka ya zamani walio wengi walikuwa wanaiogopa Bitcoin kufanya nao kazi moja kwa moja kwa sababu kuwa na high fluctuation. Kitu ambacho kina high fluctuation, pale ambapo itakuja kutokea ikashuka kweli, wewe una milioni 10, unauza bidhaa zako, umemuuzia mtu kwa milioni 10, lakini kaupa Bitcoin imeshuka zaidi ya mara 3. Yaani ukichukua ile thamani ya kwanza milioni 10 kwenye kwa 3 unapata ngapi? Milioni 3. Kwa kwenye mfuko wako badala ya kusoma milioni 10 unasoma milioni ngapi? Milioni 3. Hujala hasara, umekula loss. Kwa maana yake unafanyaje? Unaanza kusubiri tena rise. Okay. Umeona eh? Kwa mtu aliyenunua Bitcoin mwaka 2021 kwa hiyo $50,000, mwaka 2022 inashuka mpaka $17,000. Alilazimika akae miaka kadhaa, kwa sababu 2023 bado ilikuwa haijafika hiyo price. 2024 ndio tutaje kupata hiyo price. Nimekuja kugundua nchi nyingi sana zinakuwa zinagoma kufanya kazi na hizi fedha za mitandaoni. Hasa cryptocurrency. Sijajua reason ni nini. Asante. Maana ukiitoa Marekani na nchi nyingine ambazo zimeendelea, hizo pengine ndio zinazofanya, lakini hizi nyingine ndogo hizi ambazo zinakuwa lakini pia katika nchi za Amerika na Ulaya kuna baadhi ya nchi. Kwanza taifa liloanza kuna nini kuikubali crypto sio Marekani, kuna taifa moja nalisahau kwa jina, lakini nakumbuka ilikuwa ni kama sio 2020 basi 21. 20 mwishoni au 21. Ndio ilikuwa crypto ya kwanza kuikubali crypto. Baada ya kuikubali crypto, hata hii pia ilichangia kufanya crypto ifanyeje? Iongezeke thamani. Ukiachana na hilo, ni kwamba nchi yote kuikubali crypto kwa miaka ya zamani. Zamani crypto nyingi zilikuwa zinatumia system ya kuvalidate, tunaona kwamba ni proof of work, sio proof of stake. Proof of work ni kama mfumo kwa kufanya validation. Validation kama vile unajua ukituma pesa kutoka kwangu kuja kwako, lazima tufanyeje? Tu validate. Wewe kwa upande wako umetumia nini? Umetumia proof of work. Maana yake tunahitaji tu solve maswali magumu. Tuna solve vipi? Tunatumia GPU. Ukitumia GPU unalazimika kutumia umeme mwingi. Kwa wao walikuwa wanasema kwamba inazalisha nini? Inazalisha kelele. Okay. Yes. Na si tu hiyo tu. Ila fluctuation vile vile wengi waliogopa Bitcoin. Vipi masuala ya scammer? Scammer pia katika Bitcoin, scammer ilikuwa na nguvu sana. Kwa nini scammer ikawa na nguvu? Leo nakuibia pesa utumia simu. Chukulia nikakwambia, sikiliza, tuma milioni 1, tufanye kazi hii na hii tutapata faida kwa simu. Ukanitumia hiyo pesa. Rekodi inabaki ndani ya Vodacom. Unaweza kaenda ukaomba rekodi hata ya miezi 6 na ukapewa. Ingawa mpaka uwe na kibali, lakini utapewa hiyo rekodi. Crypto iko hivi. Tuma hela kupitia crypto. Ukatuma fedha kutumia crypto. Rekodi ipo. Na inakaa milele. Lakini umetuma pesa, ile umetumia wallet, sio jina langu. Wallet. Ni wallet. Sasa hiyo wallet umetuma kwa hela yangu mimi, watu watajuaje kama umenitumia mimi? Wakati nilichati na wewe, maybe kwa kutumia Telegram, afu Telegram yenyewe nimetumia nini? Nimetumia fake number. Kitu gani kinatokea? Sitarusha nitumia fedha nimechukua hela yako. Lakini ukiacha hiyo, scammer katika crypto ni jambo kubwa sana la watu kuzingatia. Scammer imeanza sana dark web.
na imesumbua sana mpaka ikaja huku 2020 kidogo ndio imepata nguvu. Inapata nguvu kwa nini? Kuna kampuni nyingi za watu binafsi zinasimama na kujifanya kutengeneza mfumo wa kutrade. Yaani mimi natengeneza kama mfumo kusema kwamba jamani sikilizeni, wekezeni pesa kwangu alafu mimi niwatradie crypto. Baada ya hapo nawapa profit. Nyingine zimekuwa na ahadi kubwa. Zinakuwa na profit kubwa ambayo hata kwenye crypto haiko. Na watu wanafanya hivyo. Baada ya watu kuweka fedha zenyewe zinapotea. Hizi system nakuja kushtuka nyinyi miaka 2020 lakini zimeanza miaka mingi kabla. Na kwenye sawa kwa sababu ya muda. Sasa nini cha kuzingatia unapotaka kufanya crypto? Unaozingatia mambo ya kuzingatia kwa haraka kwa mtazamaji ambao anatufuatilia sasa hivi na baada ya kusikiliza maneno mazuri haya anashawishika kufanya crypto. Nini azingatie hasa? Namba moja, jifunze crypto vizuri. Alafu la pili, usisahau kila unachokituma wewe una confirm mwenyewe. 80% ya wizi wa crypto unajibia mwenyewe. Kwa nini? Kuna baadhi ya vitu ili viweze vikutokea katika wallet yako lazima confirm. Alafu cha pili, cha mwisho, cha tatu ambacho huwa wengi wanasahau, private key. Yaani kuna taarifa fulani ambazo ukipewa ndani ya crypto au data hutaki kumpa mtu yote. Ni kama vile password ya simu yako hutaki kushare na mtu yote. Kwenye crypto kuna private key na kuna zile fences kama maneno fulani hutaki kumpa mtu yote. Utakao ubaki nayo wewe kama wewe. Okay, sawa kabisa. Kwa kumalizia sasa. Unaiona Afrika hususan Tanzania miaka 5 ijayo itajikita huko na kudumkia ama tutabaki manually? Kwa tafiti zako ambazo umezifanya. Siwezi kuwa na jibu la moja kwa moja. Katika taifa lolote la Afrika. Kizazi cha Gen Z hichi. Najua. Lakini ninachokifahamu mimi ni nini? Ni kwamba crypto si kuwa ilifungwa. Hapana. Lakini crypto, Mtanzania anaweza kufanya crypto. Ila taifa haitambui moja kwa moja. Kumbuka ndani ya crypto serikali haichukui kodi. Ni decentralization. Kwa hata kuna baadhi ya mataifa hayawezi kukubali direct kwa sababu yanajua kwamba kuna some money zitabaki kwa watu pasipo kufikia serikali kama sehemu ya kodi. Kupitia nini? Kupitia crypto. Si ndio? Lakini kutumia bank, hata kama unauza vitu, lazima serikali itafahamu umeuza kiwango gani cha fedha, kwa inachukua sehemu yake. Kwa haiwezi, kuna baadhi ya mataifa haiwezi kuruhusu kirahisi moja kwa moja. Ukipata nafasi ya kuishauri serikali, utawaambia nini? Kwa sababu unajua ni vijana wengi wanafanya crypto na kwa namna moja ama nyingine ninaona kabisa serikali ikipoteza mapato, hawezi wakarasimisha crypto direct. Yaani wakatafuta njia ambayo serikali ikanufaika lakini na user naye akanufaika kwenye cryptocurrency. Kwa sababu teknolojia pia imekuwa. Sidhani kama ni kitu ambacho kinashindikana. Upande wangu siwezi kuishauri kitu. Mpaka mtu ajifunze mwenyewe vizuri ndio uingie. Hata mtu pekee unayemwelekeza. Ninazungumzia upande wa serikali. Najua. Ni general answer naokupa. Siwezi kushauri serikali wala sehemu yote kuhusu crypto. Ila jambo kubwa wajifunze kwanza ndipo uweze kufanyia kitu kazi. Usije ukafanyia kitu kazi usichokijua. Utaumia. Okay. Unaweza kujibia mwenyewe ndani ya crypto afu kaisi umeibiwa. Hiyo ndio kitu kikubwa cha kufanyaje? Cha kuzingatia. Ukijua jinsi inavyofanya kazi, inaweza kusaidia serikali ama isisaidie. Kwa lazima ujue vizuri inafanyaje kazi na ujue ni sehemu ipi itaweza kusaidia kama serikali. Watu wanaweza kalipa kodi ndani ya crypto, watu wanaweza wasilipe kodi kulingana na ilivyotengenezwa. Okay. Anonymous. Mfumo Ni anonymous. Sawa. Bwana mtazamaji wa kutokea kona ya chumbani, nilikuwa nimeseto na ndugu yangu Pesa. Kwa sababu za muda leo tunaishia hapa, lakini naamini kuna kitu utakuwa umekipata kutokea engo hii ya cryptocurrency. Tulipoanzia kwenye masuala mazima ya blockchain, tumekuja mpaka kwenye cryptocurrency, tumegusia Bitcoin, faida na hasara. Kwa namna moja ama nyingine, mimi nikushukuru kwa wakati wako, nikukaribishe siku nyingine na wakati mwingine. Mimi naitwa Edgar Chami. Tukutane wakati mwingine. Asante.